Media TZ, usisahau kusubscribe. Nimemsikia mzee wetu mzee Warioba akiongea leo na waandishi wa habari. Mzee Warioba ni kiongozi ambaye tunamheshimu, amekuwa kiongozi wa kihistoria katika taifa letu. Ninadhani na nina imani katika wazee wachache waliobaki wanaostahili kuheshimiwa ni pamoja na mzee Warioba. Lakini ili uheshimiwe ni lazima wewe ujiheshimu kwanza kwa ndimi zako na matendo yako. Mzee Warioba, usilazimishe vijana wakakuvunjia heshima, maana vijana walipenda taifa hili na dunia imebadilika. Mzee Warioba, nimemsikia katika maongezi yake anasema alipoona ile barua ya kujiuzuru ya Dr. Emmanuel Nchimbi akijiuzuru makamu wa rais, alifanya jitihada za kumpigia kujua ukweli, na Nchimbi akamwambia kwamba kweli barua ni ya kwangu, pasina shaka nimeiandika. Maneno haya yanatosha kututhibitishia ni maamuzi yake binafsi. Ameandika barua yeye mwenyewe, na mzee Warioba amekuwa shahidi kwenye hilo. Sasa kama mtu kaandika barua mwenyewe kwa ridhaa yake, kwa nini mzee Warioba useme huyu mtu hayupo, haonekani, yuko kizuizini? Wewe nani kakwambia yuko kizuizini? Swala kutokupokea simu au kupokea ni swala la mtu binafsi. Hata mimi unaweza kanipigia hapa nisipokee simu, hizo niko bali na simu. Lakini yule mtu ana mke wake, anelala naye, anayamka naye, ndio anajua yuko wapi. Kwa usitake tukuulize mzee Warioba wewe ni nani yake. Lakini pia mzee Warioba, hiki chama kimuonei mtu kama unavyosema. Sisi haimuonei mtu, haimwajibishi kwa cheo, nafasi wala umaarufu alionao. Sisi itamwajibisha mwanachama wake yeyote wa Chama cha Mapinduzi. Na pia sisi haina sababu ya kumuonea mtu, kwa sababu chama cha siasa chochote kinahitaji watu. Mpaka inafikia hatua inajiridhisha kumfukuza mtu, chama hicho kimejiridhisha katika namna yake. Sisi imewekewa misingi, maadili na mipaka. Kwa hiyo kuongea hakuna shida, haijalishi mtu ataongea nini ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kama hajafuata utaratibu, kama anachokiongea kinapishana na misingi ya Chama cha Mapinduzi, atakuwa amekosea. Kila mahali kuna utaratibu, kuna utaratibu wake. Lakini nikukumbushe kipindi cha hayati Daktari Magufuli, Nchimbi alikuwa na makosa kama haya, akapewa kadi ya njano. Kwenye mpira ukipigwa kadi ya njano, inayofuata ni njano na nyekundu, unatoka nje. Lazima hizi taratibu ziheshimike. Yamejirudia tena, haijalishi alisema nini, kwa wakati gani. Inawezekana ni kibaya au ni kizuri, inawezekana dhamira yake ni njema au sio njema, lakini lazima vifuate utaratibu. Usipofuata utaratibu unakuwa ni mwaini, unakuwa ni mchochezi, unakuwa unaiharibu taasisi. Unajua hata Mungu anapenda ibada, Mungu anapenda ibada na anataka sisi tumsifu yeye. Lakini huwezi kujiamulia mambo katika kumsifu au kumwabudu Mungu. Lazima ufuate utaratibu. Huwezi ukachukua hudhu ukaenda kanisani kufanya adhana ili uswali. Nia yako ni njema, lakini utakuwa hujafuata utaratibu. Huwezi kuchukua divai na ule mkate ambao anasema ni mwili wa Yesu Kristo ukaenda nao msikitini kipindi cha Ramadhani, ukawapa waumini wa Kiislamu, ukawagongea na kengele wapate kifungua kinywa baada ya adhana ya kufutari. Haiwezekani. Kila kitu kina utaratibu wake. Lazima tusimamie taratibu. Sisi mwenye utaratibu wake. Hata tunapokwenda kule chooni, washroom, hatuanzi kujisafisha ndio tukatoa haja. Utaratibu unatoa haja alafu ndio unajisafisha. Sasa kama mtu anaanza kujisafisha ili atoe haja, hapana, sio utaratibu. Atakuwa anatulisha uchafu, na huyo ni mchafu, hapaswi kuwa miongoni katika taratibu zetu. Ndio upo utaratibu. Haiwezekani ukaenda kujisafisha ndio utoe haja. Ni lazima kwanza utoe haja, uchafue, alafu ndio ujisafishe. Uwezi ukasafisha choo kabla ya kutoa haja, alafu baada ya kutoa haja ukakiacha ukaondoka. Hapana, huo sio utaratibu. Kila mahali kuna utaratibu wake. Mzee Warioba, sisi hauwezi kufa kwa kuondoka mtu, sababu hii ni taasisi waliondoka wengi, tena wenye fedha na ushawishi mkubwa, na sisi ikabaki kuwa salama. Mimi nadhani ni kwa sababu unazeeka, kuna kumbukumbu unaanza kusahau ukubwa wa Chama cha Mapinduzi. CCM ni chama kubwa na historia mmetufundisha nyinyi. Kina mzee Warioba, hii misingi mmetujengea nyinyi.
Sasa sijui ni uzee au mnanunulika au mna lengo gani? Mna lengo gani? CCM sio chama dhaifu. CCM ni chama chenye mikakati. Kuna utani huko kuna utani unaongelewa huko mtaani, wanasema CCM ina mbinu 360. Mpaka leo imetumia mbinu 4 tu. Haijafika hata ya 5. Mzee Warioba, usijitoe fahamu. CCM haiwezi kuyumba wala kufa kwa kuondoka mtu mwanachama mmoja. CCM ina hadhina ya viongozi vijana kwa wazee. Kwa hiyo Mzee Warioba, tujenge hoja, mambo yafuate utaratibu na misingi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mmoja, Daktari Samia Suluhu Hassan, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni mmoja, Daktari Samia Suluhu Hassan. Huo ndio utaratibu. Hata katibu mwenezi wa CCM ajiamuri kusema, atasema kwa niaba ya mwenyekiti na maamuzi ya vikao. Hawezi kutoka tu mtu huko anasema bila utaratibu, haiwezekani. Sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi tumefurahia maamuzi ya Chama cha Mapinduzi, tumependezwa nayo kwa sababu yamekuwa ni onyo kwa watu wote wanaokwenda kinyume na misingi na maadili ya Chama cha Mapinduzi. Wote wanaokwepa uwajibikaji kwa kuwaza urais, imekuwa ni onyo kwao. Watanzania na wana CCM, tukipende chama chetu, tuipende nchi yetu, tumuombee rais wetu, na tuhakikishe viongozi wanafanya uwajibikaji wa kututumikia Watanzania, sio kujijenga wao na kuwaza urais. Rais ni mmoja, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuisha story. Bwana, mambo vipi tena? Alfanga Black aka Alphonse Muinga. Jamani, mlioko karibu na Mzee Warioba, mwambieni waache kukwepa uwajibikaji. Swala la mabadiliko, marekebisho ya katiba lipo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mbona waongelee utaratibu? Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akati anateua tume ya mwisho ya kutuambia nani alishiriki, nini kilitokea, nani alidhamini, nani ilikuweje, Mheshimiwa Rais ameweka wazi kwamba baada ya hayo yote, baada ya hiyo tume kutuambia nani alishiriki, nani alifanya, nani alidhamini, tutakwenda kwenye maridhiano. Ndio utaratibu. Baada ya maridhiano tutakwenda kwenye mchakato wa marekebisho ya katiba. Mzee Warioba, acheni kupotosha Watanzania. Mbona mzungumzii hii tume ambayo Mheshimiwa Rais ameiunda kuambia Watanzania nani alihusika katika kutaka kuiharibu Tanzania? Nani alihusika katika jaribio la mapinduzi? Nani alihamasisha katika vurugu na machafuko? Wadogo zetu wakaumia, wenye ndugu wakapotea, wenye mali zao zikachomwa, Watanzania wakaishi katika wakati mgumu, waka lockdown down. Mheshimiwa Rais amesema ameunda tume ya kwanza, imeshapita, inakuja tume ya pili ya kutuambia nani alishiriki, nani alifadhili, nani alifadhiliwa. Watanzania tuna haki ya kujua hilo, msikwepe uwajibikaji. Swala katiba lipo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan alizunguka nchi nzima katika siku 60 za kuinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Swala katiba limo. Lakini sasa kuna jambo yamejitokeza, majambo hapa, lazima utaratibu ufuatwe. Tume ituambie nani alifanya nini, twende kwenye maridhiano, kisha mchakato wa marekebisho ya katiba utafuata. Tusihamasishe na kuwapandikiza chuki wa Tanzania. Tuambie ukweli. Dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni njema. Mzee Warioba, tunakuheshimu, wewe ni mzee wa history katika history ya taifa hili. Kwa nini unataka kujivunjia heshima yako kuongea uongo, kwa kuongea ufedhuli, kwa kutaka kulipotosha taifa? Unasema wewe uoni, unasema kwamba wewe uoni marekebisho ya katiba yanayokuja, uoni. Wewe ndio maono, wewe ndio mwenye maono ya kuona. Sisi tunaona. Mheshimiwa Rais amesema kwamba tume ituambie nani alishiriki, nani alifadhili, nani alifadhiliwa, kisha twende kwenye maridhiano. Kama Watanzania tujenge umoja na mshikamano kama taifa. Baada ya hapo twende sasa kwenye marekebisho ya katiba. Hayo ni maneno ya Daktari Samia Suluhu Hassan yenye ukweli, yasiyokuwa na chembe ya shaka hata kidogo. Mzee Warioba, kuweni makini, tulijenge taifa hili.
Msitumie ushawishi wenu na uzoefu wenu katika serikali kutaka kuwapotosha wananchi. Msitumie umri wenu kama kigezo cha kuaminiwa na Watanzania. Acheni rais afanye kazi. Mwacheni mheshimiwa rais afanye kazi. Ndiyo utaratibu. Acheni utaratibu ufuatwe. Watanzania tuwe makini na hawa wazee hawa. Wasitumiwe ile hekima ya uzee. Ndiyo wengine wanazeeka vibaya. Mzee Warioba tunakuheshimu. Ukijiheshimu tutakuheshimu zaidi. Usilazimishe vijana wakuvunjie heshima.